na ndindekira kindu ta skiza never ndindathondeka ciringi ona ĩmwe. Koguo video icio ndĩrona TikTok ati Karanja David no thina no kuri orario ni thina na andu angi guku no Niĩ Ndirikinanda yako mwendo gwinagire yo muthenya ni kati ya wimbo ambao umeweza kuongelewa sana ileo kwenye mitandao ya kijamii baada ya mwimbaji wa nyimbo za Mugithi na Ngogoyo hapa nchini Kenya DAVY Kamoko kuweza kuondoa wimbo ule ulioafikia views milioni 2 kwenye mtandao wake wa kijamii wa YouTube baada ya sitofahamu kutokea baina yake na aliyekuwa mwandishi wa kwanza wa wimbo ule Karanja, ambaye kwa muda huu Karanja amekuwa akitajwa sana kwenye entertainment industry ya Kikuyu na eneo lote la Mlima Kenya kulingana na shida ambazo anasema anazipitia yeye mwenyewe Karanja. Ila niulize, mbona DAVY iwe yeye ndiye ambaye kidole cha lawama kitaelekezwa kwake? Nikukumbushe wimbo huu haukuwa unatambulikana sana kabla ya DAVY Kamoko kuweza kufanyia cover ambayo aliweza kuifanya, na mwenyewe DAVY amesema wimbo huu yeye hajaweza kupokea hata shilingi kutokana na mapato ya YouTube kutokea kwa wimbo huu, akisema msiuone huo wimbo una views nyingi hivyo, maana huo wimbo ulikuwa copyrighted na mwenye huo wimbo mwenyewe akiwa ni Karanja. So DAVY Kamoko alipata kugadhabishwa kumsikia Karanja akidai ya kwamba wote ambao wanakula kupitia nyimbo zake waweze aswa kufika kwake kuongea na yeye na wampe kitu kidogo ndipo wao waendelee kuzitumia nyimbo zake, akidai msanii ambaye aliyewahi fika kwake na kumwomba ruhusa ni Samido pekee, jambo ambalo limewagadhabisha wengi. Maana wakati huu tuulize, nyimbo zake Salim Junior watu wanazifanya cover, nyimbo zake Same Moraya watu wanazifanya cover. Maana acha niulize tu swali hili, maana wakati mwingine pia wakati tunachukua nafasi ya kuweza kumsikilia mtu huruma, tuache kumuona huyo mtu ni kana kwamba ni lazima apate hiyo sympathy ambayo ana deserve. Maana Karanja seems as if anahitaji hiyo sympathy anayopewa mara ametokea watu wameiba milioni 2. Hiyo milioni 2 ikawa ni visa na visanga hapa na pale, maana yeye mwenyewe haijajulikana aswa ni nini kilitokea. Maana mtu hawezi amka tu leo amepotea na pesa zako shilingi milioni 2 na unanyamaza tu. Hapana, kuna kitu aswa kilitokea baina yao. Efa Maina akalaumiwa kwa kiasi kikubwa katika kisa hiki, lakini Efa mwenyewe amesema muda usio mrefu yeye atachukua hatua ya kisheria na mambo yote yataweza kujiweka wazi. Hivyo Kamoko na yeye ameamua instead ya kuweza kuwa na paruanja na vitu za hapa na pale sitofahamu ambazo zinaendelea, wacha wachane na huo wimbo na uondoe katika mtandao wake wa YouTube. Ni jambo ambalo ninaona Kamoko alipata kulifanya, lakini kumbuka huu ni mziki, huu ni wimbo. Wewe Karanja mwenyewe alikuja akafanya huu wimbo version yake tena na akauweka kwenye mtandao wake wa YouTube, na wimbo kwake unakaribia views milioni 1. So mbona ampige mawe kijana tu kwa sababu amejaribu kutumia wimbo wake kuweza kujilea? Ni wangapi ambao tukiingia kwenye shows za Mugithi leo, ambia msanii aimbe nyimbo zake peke yake na amalize show ya lisali moja. I tell you, and I know and I dearly say that today only 5 or 10 or 6 artists can perform for 1 hour their music only. Ikiwemo ni msanii kama Samido, Josega Tutura, mtu kama Kamade wa Kioi, somebody like Yarotara. Now those are legends. Somebody like mtu kama Waithaka Wajena anajaribu, tunaweza sema anaweza piga show ya 1 hour na nyimbo zake kwa sasa. Who else? Somebody like Tony Young. I bet hao ndio wasanii pekee wanaweza perform for 1 hour. So these people popularized your music kwa sababu muziki wako enzi zile ulikuwa ukiuza CD. Kwa sasa wao wanazifanya version zingine mpya na wanaziweka kwenye mtandao wa kijamii. So let's stop pretending. Na acha niseme ya kwamba every day muziki ni kitu ambacho kinarejelewa kila siku. Tune inarejelewa kila siku. Ukikuja kusikiza beat zingine, hawa watu wanasema walimiliki hizo nyimbo za kitambo kwanza za Ngogoyo. Hawa watu waliweza kuiga beats za reggae.
Yeah, they were imitating the versions of reggae music. So I wonder why people are finding it hard to see Kamoko continue shining, because Kamoko is a star. Hata uibe nyota yake kwa sasa uwezi zima mzee baba. Hata ujaribu kumpinga kutumia wimbo wako uwezi mzima Kamoko. Kamoko is a big star right now when it comes to the Mugithi music. And that's why I feel intimidated, because most of the times tunaangalia watu wazee na wakongwe, tunawasikilia huruma, lakini mara nyingine unasahau hawa watu nafasi zao zilikuwepo na walideserve kupewa, wanadeserve hiyo sympathy deal. Sababu then music was not providing a lot of money as it's doing right now. But ile pesa wao walipata back then, wao walipeleka wapi? Because huwezi niambia Karanja was not performing. Where did his money go? Watu walikuwa ni wale watu ambao wakipata pesa mara wanawake mara pombe. Yeah, because you can't tell me that you mzee hakuwahi fanya shows hizo wakati alikuwa top, shows ambazo zingempa pesa za kujikimu na aweze kufanya, tunazitanga those productive investment ambazo zingemlisha mpaka sasa. We've seen people do music and they feed from that music years to come. People like Kigeawa Hester is living out of the music money. People like Amanda Wakio, until now they are benefiting from their music years back. Karotara, Kamaro, did you see Kamaro come to beg for anybody? No, because those people had brains and they thought of investment. Hawakufikiria kwamba mimi napata yangu leo na lewa pombe na toka na binti mrembo kwa klabu niende naye kwangu. Wasa la hasha. Walifikiria mbele. So hata kama tunasikia huruma mara nyingine, let's stop playing the card of victimization kila wakati. Mana, this is a card that these people knows how to use. Mostly when it comes to these older artists, watatumia hiyo card when they are given the opportunity to shine under sympathy. And I tell you, there are no people in the world that like sympathy than Kenyans. Ask Ruto. Ruto has benefited from sympathy all along. Akijiita hustler, akijiita mtoto wa maskini, akasema sijui wengine ni dynasty. Look at him right now, living big. Because he used sympathy to convince Kenyans that he needs to be the president of the Republic of Kenya. But what have Kenyans benefited from his presidency? So tuache mara nyingine these people play psychological games ambazo ni games za kipumbavu sana, wakati tunazibai hizo points. Nego tukiuge atiriri mundu ta Kamoko is a young man. Mundu toshio ri nedi abia karia yake ya wini na nedi ya peak. Wewe uone Rwimbo karia Kamoko eka cover niga kure. Iyo wimbo hata watu hawakuwa wanaijua hivyo that big. They knew it that big through Kamoko bana. So let's stop playing that card ambayo tunaicheza mara nyingine. And that's it for now. Make sure una subscribe, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau hii ni FM Show KE, mahali ambapo tunako keep updated with the current trends in town. Yeah, niwe dawaji takada Kirinyaga Karakada Kirimara.